Alimfukuza kwa sababu alikuwa maskini. Miaka 8 baadaye, ukweli ulimfanya apige magoti. Je, umewahi kudharauliwa kwa sababu huna pesa? Je, umewahi kuonekana kama mtu asiye na thamani kwa sababu tu nguo zako hazikuwa nzuri au hukutoka katika familia tajiri? Leo nitakusimulia hadithi ya Nima, msichana aliyefukuzwa kama mtu asiye na maana, lakini miaka 8 baadaye, wale waliomdharau walitamani sana muda urudi nyuma. Endelea kusikiliza mpaka mwisho, kwa sababu kilichotokea siku ya harusi kilibadilisha maisha ya kila mtu. Katika kijiji kidogo kilichoitwa Mbuyuni, aliishi msichana mmoja mwenye umri wa miaka 22 aliyeitwa Nima. Nima alikuwa mpole, mwenye heshima na mwenye moyo wa kusaidia wengine, lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Alipokuwa na umri wa miaka 14, wazazi wake walifariki katika ajali. Tangu siku hiyo, aliishi na shangazi yake katika nyumba ndogo iliyokuwa pembeni mwa kijiji. Kila siku, Nima aliamka mapema. Alitembea kilomita kadhaa kwenda sokoni, ambako aliuza maandazi, mihogo na chai. Pesa aliyopata zilimsaidia yeye na shangazi yake kununua chakula. Licha ya umaskini wake, Nima alikuwa na ndoto kubwa. Alitamani siku moja kufungua mgahawa wake mwenyewe. Mara nyingi, alipokuwa akiuza maandazi sokoni, aliwaambia wateja wake, najua leo ninauza maandazi kwenye kikapu, lakini siku moja watu watakaa kwenye mgahawa wangu na kufurahia chakula nilichopika. Baadhi ya watu walicheka, lakini Nima hakukata tamaa. Katika kijiji hicho hicho aliishi kijana mmoja aliyeitwa Daniel. Daniel alikuwa mtoto wa mfanyabiashara tajiri zaidi katika eneo hilo, Bwana Magesa. Familia yao ilikuwa na maduka, magari na mashamba makubwa. Daniel alikuwa tofauti na wazazi wake. Hakuwa na kiburi na hakuwatendea vibaya watu maskini. Kila alipokwenda sokoni alinunua maandazi kwa Nima. Baada ya muda wakawa marafiki. Urafiki wao uligeuka kuwa upendo. Daniel alimpenda Nima kwa sababu ya moyo wake, bidii yake na namna alivyowaheshimu watu wote. Lakini Nima alikuwa na hofu. Siku moja alimwambia Daniel, familia yako ni tajiri, mimi sina chochote. Je, kweli unaamini wazazi wako watanikubali? Daniel alimshika mkono na kusema, sitaki kuoa mali ya mtu, nataka kuoa moyo wa mtu, na moyo ninautaka ni wako. Nima alitabasamu, lakini moyoni bado alikuwa na wasiwasi. Baada ya miezi kadhaa, Daniel aliamua kumpeleka Nima nyumbani ili awatambulishe kwa wazazi wake. Nima alivaa gauni lake bora zaidi. Gauni hilo halikuwa jipya, lakini lilikuwa safi na lililopigwa pasi vizuri. Alipofika katika nyumba ya familia ya Daniel, mama yake Daniel, Bibi Magesa, alimtazama kuanzia kichwani mpaka miguuni. Hakumsalimia kwa furaha, badala yake aliuliza, wewe ndiye Nima? Nima alinama kwa heshima. Ndiyo mama. Bibi Magesa alitazama viatu vya Nima vilivyokuwa vimechakaa kidogo, kisha akamgeukia mwanawe. Daniel, huyu ndiye msichana unayetaka kumuoa? Daniel alijibu kwa ujasiri. Ndiyo mama. Ninampenda. Bwana Magesa alipiga meza kwa mkono. Hilo haliwezekani. Familia yetu ina heshima. Huwezi kuoa msichana anayeuza maandazi sokoni. Daniel alijaribu kueleza kuwa Nima alikuwa mwenye bidii na tabia nzuri, lakini wazazi wake hawakutaka kusikiliza. Bibi Magesa alimkaribia Nima na kusema, wasichana kama wewe wanawafuata wavulana matajiri kwa sababu ya pesa. Usifikiri hatujui unachotaka. Maneno hayo yaliumiza moyo wa Nima. Machozi yalianza kumjaa machoni, lakini hakutaka kulia mbele yao. Kwa sauti ya utulivu alisema, sikumpenda Daniel kwa sababu ya pesa. Nilipomfahamu sikuwahi kumuomba hata shilingi moja. Bibi Magesa alicheka kwa dharau. Kila msichana maskini husema hivyo. Kisha akafungua mlango na kumwambia, enenda na usirudi katika nyumba hii tena. Daniel alijaribu kumfuata Nima, lakini baba yake alimzuia. Bwana Magesa alimpa uchaguzi. Ama unaachana na msichana huyo, au unaondoka katika familia hii bila pesa, bila gari na bila sehemu yoyote ya urithi. Daniel alikaa kimya. Alimpenda Nima, lakini aliogopa kuacha maisha yote aliyokuwa ameyazoea. Nima alisimama nje ya nyumba akisubiri Daniel aje. Dakika 10 zikapita, dakika 20, lakini Daniel hakutoka. Hapo ndipo Nima alipoelewa jibu lake. Aliondoka akiwa analia. Usiku huo,
Daniel alimtumia ujumbe mfupi. Samahani Nima, siwezi kwenda kinyume na familia yangu. Nima alisoma ujumbe huo mara kadhaa, kisha akafuta namba ya Daniel. Hakumjibu. Siku chache baadaye, Nima aliondoka kijijini. Alisafiri kwenda mjini na pesa kidogo alizokuwa ameweka akiba. Mwanzoni, maisha ya mjini yalikuwa magumu sana. Alilala katika chumba kidogo alichoshirikiana na wasichana wengine watatu. Makana alifanya kazi ya kuosha vyombo katika magahawa. Usiku alisoma mapishi, biashara na huduma kwa wateja kupitia vitabu alivyokopa. Meneja wa magahawa aliona bidii yake. Baada ya miezi kadhaa, Nima alipewa nafasi ya kusaidia jikoni. Alijifunza kupika vyakula mbalimbali. Alijifunza namna ya kununua bidhaa kwa bei nzuri, namna ya kuwahudumia wateja na namna ya kusimamia wafanyakazi. Lakini hakusahau ndoto yake. Kila mwezi aliweka sehemu ya mshahara wake kwenye akiba. Baada ya miaka mitatu, alikodisha chumba kidogo karibu na kituo cha mabasi na kufungua sehemu ya chakula. Aliita Nima Kitchen. Mwanzoni alikuwa na meza netu. Nima ndiye aliyepika, akahudumia wateja, akaosha vyombo na kufunga magahawa kila usiku. Baadhi ya siku alipata wateja wachache sana, lakini hakukata tamaa. Alitumia mapishi aliyofundishwa na shangazi yake. Chakula chake kilikuwa kitamu, sehemu ilikuwa safi na aliwatendea wateja kwa heshima. Wateja wakaanza kuongezeka. Mwaka mmoja baadaye, alifungua tawi la pili. Miaka miwili baadaye, akafungua la tatu. Hatimaye, Nima Kitchen ikawa moja ya biashara za chakula zilizopendwa sana mjini. Lakini jambo moja halikubadilika. Nima aliendelea kuwa mnyenyekevu. Aliwapa kazi vijana kutoka familia maskini na kuwasaidia wanawake waliokuwa wakijaribu kuanza maisha upya. Wakati huo, maisha ya familia ya Daniel yalianza kubadilika. Bwana Magesa alifanya uwekezaji mkubwa katika biashara ambayo hakuielewa vizuri. Akakopa pesa nyingi, akiamini angepata faida kubwa. Lakini biashara hiyo ilianguka. Maduka yao yakaanza kufungwa. Mashamba yakauzwa. Magari yakachukuliwa na benki. Daniel alijaribu kuokoa biashara ya familia, lakini ilikuwa imechelewa. Katika kipindi cha miaka miwili, familia iliyokuwa maarufu kwa utajiri wake ilibaki karibu bila chochote. Marafiki waliokuwa wakijaa nyumbani kwao walitoweka. Watu waliokuwa wakiwasifu sasa waliwapita bila kuwasalimia. Bibi Magesa alianza kuelewa uchungu wa kudharauliwa kwa sababu huna pesa, lakini hakujua kuwa maisha yalikuwa bado yana somo kubwa zaidi kwa ajili yake. Miaka 8 baada ya Nima kufukuzwa, Daniel alipokea mwaliko wa harusi ya rafiki yake wa zamani. Harusi hiyo ilifanyika katika ukumbi mkubwa mjini na chakula kilitolewa na kampuni maarufu ya Nima Kitchen. Daniel alipofika ukumbini, aliona picha kubwa ya mwanamke mwenye tabasamu kwenye bango la kampuni. Alisimama ghafla, alikuwa Nima, lakini hakuwa tena msichana mwenye gauni la zamani na viatu vilivyochakaa. Alikuwa mwanamke mwenye kujiamini, aliyevaa suti nzuri na aliyesimama kama kiongozi. Daniel hakujua kuwa Nima mwenyewe angehudhuria harusi hiyo. Muda mfupi baadaye, gari lilisimama nje ya ukumbi. Nima akashuka. Wafanyakazi walimsalimu kwa heshima. Karibu, mkurugenzi. Daniel alimtazama bila kuamini macho yake. Mama yake, ambaye alikuwa ameambatana naye alimuona Nima. Uso wake ulibadilika. Alikumbuka kila neno alilomwambia miaka 8 iliyopita. Baadaye, wakati Nima alipokuwa akikagua huduma ya chakula, Bibi Magesa alimfuata. Nima, alimwita kwa sauti ya chini. Nima akageuka. Kwa muda mfupi, wote wawili walikaa kimya. Bibi Magesa alianza kulia. Nilitenda vibaya sana. Nilikudharau kwa sababu hukuwa na pesa. Leo, familia yangu imepoteza karibu kila kitu. Sasa ninaelewa jinsi maneno yangu yalivyokuumiza. Kisha, mbele ya wageni waliokuwa karibu, Bibi Magesa alipiga magoti. Naomba unisamehe. Watu walinyamaza, lakini Nima hakufurahia kuona mwanamke huyo akilia. Alimshika mkono na kumwinua. Mama, simama, sitaki kukuona ukipiga magoti mbele yangu. Bibi Magesa aliuliza, unawezaje kunisamehe baada ya yale niliyokufanyia? Nima akasema, kwa sababu niliporuhusu maneno yako yaendelee kuishi moyoni mwangu, yangenifanya niwe kama wewe ulivyokuwa siku ile.
mwenye hasira na mwenye kuwahukumu wengine. Daniel naye alimkaribia. Nima, nilikuwa mwoga. Nilipaswa kukutetea. Nilipaswa kutoka nje na kukufuata. Nima alimtazama kwa utulivu. Ulichagua maisha uliyoyataka Daniel, na mimi nililazimika kujenga maisha yangu mwenyewe. Daniel aliuliza, je, kuna nafasi yoyote ya sisi kuanza tena? Nima alitabasamu kidogo, kisha akatikisa kichwa. Nilikusamehe zamani, lakini kusamehe hakumaanishi kurudi nyuma. Wakati huo, mwanaume mmoja alimkaribia Nima akiwa amembeba mtoto mdogo. Alikuwa mume wake, Baraka. Nima akampokea mtoto huyo mikononi na kumtambulisha. Huyu ni mume wangu na huyu ni binti yetu. Daniel alihisi moyo wake ukizama. Alielewa kuwa alikuwa amepoteza mwanamke aliyempenda, si kwa sababu ya wazazi wake tu, bali kwa sababu hakupata ujasiri wa kusimama upande wa jambo alilojua lilikuwa sahihi. Kabla ya kuondoka, Nima alimpa Bibi Magesa kadi yake ya biashara. Nilisikia kuwa una uzoefu wa kusimamia maduka. Kampuni yangu inatafuta msimamizi wa ghala. Ukiwa tayari kufanya kazi, njoo ofisini Jumatatu. Bibi Magesa alimwangalia kwa mshangao. Baada ya yote niliyokufanyia, bado unanipa kazi? Nima akajibu, umaskini hauondoi thamani ya mtu. Nilijifunza hilo kupitia maumivu. Sitaki mtu mwingine ajisikie kama ulivyonifanya nijisikie siku ile. Nima akaondoka akiwa ameshika mkono wa mume wake. Bibi Magesa alibaki akilia, si kwa sababu tu ya majuto, bali kwa sababu msichana aliyemdharau alikuwa amemfundisha maana ya utu. Maisha yanaweza kubadilika wakati wowote. Mtu mwenye pesa leo anaweza kukosa kesho, na mtu anayehangaika leo anaweza kuwa msaada wa wengi miaka ijayo. Usimdharau mtu kwa sababu ya nguo zake, kazi yake au hali ya familia yake. Na unapodhalilishwa, usitumie maisha yako yote kujaribu kulipiza kisasi. Tumia maumivu yako kujenga maisha bora, kwa sababu mafanikio makubwa zaidi si kuwafanya waliokuumiza waumie. Mafanikio makubwa zaidi ni kufika mahali ambapo maumivu yao hayawezi tena kubadilisha moyo wako. Mwisho, ikiwa hadithi hii imekugusa, andika kwenye maoni. Usimdharau mtu kwa hali yake ya leo. Usisahau kupenda video hii, kushiriki na kujiunga na channel kwa hadithi nyingine zenye mafunzo, hisia na matukio ya kusisimua.